Haleluya, watu wa Mungu. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote mtandaoni. Karibuni sana. Tuombe. Asante Mungu Baba wa mbinguni. Wewe umefanya vyote kwa mapenzi yako na kile ulichokifanya ulikiona kuwa chema machoni pako. Hauna mshauri, hauna msaidizi, bali vyote unavifanya katika uwezo wako. Tupe kibali machoni pako. Tutakwenda kuzungumza neno lako hili na wale wasikilizaji, na Mungu kawabariki katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Tunaendelea ndugu zangu. Mimi ni yule Mhubiri Mngoni. Ingia TikTok, ingia YouTube, andika Tibu Mhubiri Mngoni, subscribe hapo, utakuta hayo yote Mhubiri anayozungumza hapa, na kila kitu kinachoendelea hapa mtakiona. Leo tuzungumze, ingawa kwa ufupi, tuzungumze ujumbe ambao Bwana anataka tusikie. Unasema nena. Yaani nena kwa maana nyingine, sisi wote ni Waswahili. Kama kuna jirani yako naishi naye ajui lugha ya Kiswahili, basi unaweza kumsaidia hata kwa kilugha chenu. Hata kama ni Kiingereza bado ni kilugha tu. Hata ni Kichina bado ni kilugha tu. Tofauti maeneo tu. Kikubwa ni mawasiliano. Kwa hiyo nena ikiwa na maana ya zungumza. Zungumza. Sasa hapa Mungu anasema nena, anasema, anatuambia sisi tunene. Kwa lugha rahisi anasema zungumza kweli daima. Amina, watu wa Mungu. Zungumza kweli daima. Anayesema nena na anayesema zungumza, wote wamesema kitu kile kile tu. Basi Bwana anasema zungumza kweli daima. Tuendelee. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyo chukizo kwake. Vitu gani ambavyo Bwana anasema vimekuwa chukizo kwake? Anasema viko 6, lakini naam viko 7. Naam kwa kawaida ni kama kiitikio kwa Wayahudi. Unazungumza kitu, anasema nitabatilisha maovu yenu kizazi cha 3 naam na cha 4. Yaani kama mwendelezo wa kitu fulani. Ndio maana anasema hapa viko vitu 6 vilivyochukizwa kwa Bwana, naam 7. Ni kama mwendelezo tu wa kitu fulani. Ni lugha tu, kama ndugu zetu Wachaga wana lafzi zao zile, kama Wakulia wanaposema nitakupiga, walishapiga. Kwa hiyo hivyo tu, isikuchanganye hii naam 7. Tuendelee. Vitu gani sasa Bwana anavyovichukia? Ngoja tuvione. Anasema macho ya kiburi. Moja, macho ya kiburi. Wale mnakodoa macho. Unajua wengine wokovu huu una mambo mengi sana. Ingawa mtu anasema nimeokoka yuko kanisani, lakini ana macho ya kiburi. Anaweza kaambiwa jambo lakini hawezi kusema, lakini macho tu yatasema. Hata mimi nimeishi na watu mbalimbali. Mwingine akikupiga jicho tu hilo, yaani unaweza kalia, yaani bora angekupiga. Kwa hiyo Mungu anachukia ulimi wa uongo. Umeona? Tunazoelea uongo. Na wote wasemao uongo walio katika Kristo, baba yao ni Shetani. Kwa hiyo tusiwe watoto wa Shetani, tuwe watu wa Mungu. Maana anasema zungumza kweli daima. Inatakiwa uzungumze kweli daima. Sasa ukiwa na ulimi wa uongo ni chukizo kwa Bwana. Nini tena anasema? Kilicho chukizo kwa Bwana. Anasema mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Ndugu zangu, mikono inayomwaga damu isiyo na hatia, na hivi ni chukizo kwa Bwana. Kama una jambo unalo moyoni, ni vizuri ukazungumza likatoka ndani. Na kulikoni likabaki ndani, mwisho wa siku litakupelekea kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Hasa wanaume. Wanaume ni wagumu sana kusema mambo kwa wake zao. Anajifanya mimi mwanaume anayeweka mambo ndani. Mwisho wa siku yakimshinda huko ndani, anafanya maamuzi ya kuua mke wake, kukatakata mapanga. Kumbe angezungumza, yangetoka huko ndani, yangepata nafasi mambo mengine, lakini kwa kuwa hazungumzi, basi anakaa ndani na msema apeka akose sheria. Sasa kama una maamuzi ya wewe peke yako, mwisho wa siku utakayoamua ni hayo. Lakini uzuri wa Mungu, bado Roho yupo anazungumza na sisi ndani yetu. Ndio maana nawakaribisha watu wa Mungu tuokoke, tumwamini Mungu. Amina, watu wa Mungu. Jambo jingine nini ambalo Bwana analichukia? Moyo uwazao mawazo mabaya.
Umeona? Jambo jingine lililochukizwa kwa Mungu ni nini? Anasema moyo wazao mambo mabaya. Kuyo moyo huu. Yaani sisi wanadamu tusitazamane tu hivi kwa nje. Ndio maana ukisoma Methali sura 4 na mstari wa 23, Bwana anatuhimiza tulinde moyo. Tulinde sana mioyo. Si majumba, si magari. Mioyo, maana huku kuna chemichemi za uzima, chemichemi za unafiki, chemichemi za uwa ziko ndani. Tuendelee. Jambo nyingine Mungu analichukia ni nini? Miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Miguu hii ni yako, lakini inaweza kukupeleka kwenye maovu. Hii ni kweli kabisa. Nilikuwa na ndugu mmoja, kuna wakati nilikuwa naambatana katika mambo mengi. Unaweza kuta umeambatana, anaweza kafika wakati mahali akasikia tu mzozo wa mke na mume. Utashangaa na yeye anasimama. Unamuuliza nini? Nimesikia nazozana. Hasa nazozana mke na mtu na mume wake. Unajua anachozozania nini? Kumbe ni chukizo kwa Mungu. Wewe mambo yasiyokuhusu achana nayo, endelea na safari zako. Kitu kingine nini? Anasema Bwana, shahidi wa uongo. Asemaye uongo. Unaona? Ushahidi. Mimi nalijua, nalikwepo, kumbe ukwepo. Utaingia choo cha kike, wanasema Waswahili. Yaani kuingia choo cha kike unaweza kupata msara ambao usio kuhusu. Ya heri ujiepushe na mambo haya ya uongo. Unaweza kuchukua ushahidi kwa kutamaa tu za vitu, mtu anataka kukupatia hela nenda kasimame, unakuja kukupana na sheria ambazo hazina majibu, zikakushinda, mwisho wa siku ukapata kesi sio yako, ukaisha jela na ukaacha familia nyumbani. Mungu anachukia. Anaendelea, anasema naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Unasikia watu wa Mungu? Kuna mandugu wengine. Kuna mandugu hawa hasa mawifi waharibifu sana ndoa za kaka zao. Wanaweza kupandikiza maneno kwa kaka yao, wakazani ndio kweli kabisa yani. Na kaka yao kwa kuwa anapenda ndugu, basi anaweza kusikiliza maneno ya dada zake. Mwisho wa siku ndoa ni yako, huyo dada yake atabaki kuwa na ndoa yake. Mimi nawasihi sana mnaendelea kubaki majumbani. Inapofika umri wa kuoa, afadhali ukatoka nyumbani ukakaa pembeni na mawifi. Bora waje kukutembelea, lakini si umeoa bado uko hapo nyumbani. Kwa hakika utakuwa unaoa usiku, mchana unaacha. Utakuwa unaoa usiku, mchana unaacha. Sijui utafanya hii kazi mara ngapi. Mwisho wa siku utakuja kuambulia magonolea na wanawake wenyewe ukawachukia, ukawa una hamu nao tena. Mimi nawaambia kweli kabisa. Mawifi wenye vidomodomo, tufunge midomo. Kama kaka amefika umri wa kuoa, tujue sasa kaka abaki kama ni ndugu, lakini sasa kama kuna chochote kaka tulikuwa tunamtegemea, ya heri kutafuta njia nyingine. Kama kaka yako ana uwezo, mwambie kaka niwezeshe mtaji nifanye biashara. Najua sasa umeshaoa, utakuwa na majukumu yako ya familia na mke wako. Sitaweza mimi kukuomba kama ulivyokuwa mwenyewe. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo hii ni nini? Anasema kwamba naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Na hili somo linapatikana wapi? Somo hili linapatikana, wale wasoma Biblia watasoma Methali sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 19. Haleluya watu wa Mungu. Mungu atawabariki sana kwa kufuatilia vipindi hivi, na Mungu atawafungua. Na kulikoni kufuata vitu ambavyo sio Mungu, ukajenga imani yako kwa vitu ambavyo sio Mungu. Ndugu zangu, kweli tutaishi hivi vitu vitatusaidia, lakini havina uzima wa milele. Maana wengine wameokoka, wenzao wanashuhudia matendo ya Mungu, wao wanabaki wanashangaa. Hivi imewezekanaje? Ndio maana unakuta wanashawishana kupelekana kuamini vitu ambavyo sio Mungu. Mwisho wa siku unatoka na kidumu nyumbani, unaenda kukinga maji kwa mtumishi. Kanisani unaenda kukinga maji ya upako, sio maji ya nini? Ni chukizo kwa Mungu. Kama ulikuwa ujui, kupitia mhubiri Mngoni atakuweka kweli na utajua kweli katika Biblia. Hivi ni vitu 7 ambavyo Bwana anafanya, anavichukia.
Soma mwenyewe kwa utulivu Methali sura ya 6, Bwana atakupa ufumbuzi zaidi. Ila ukifuatilia kwa makini haya ninayokuambia, Bwana atakuponya nafsi yako na familia yako. Sasa haya tuliyozungumza, nini maana yake? Tuendelee. Sikia sasa maana yake ni nini hasa? Haya tuliyozungumza haya, mambo ambayo Bwana anayachukia. Anasema kuna baadhi ya watu ambao hawaonekani kuweka ukomo kwa baadhi ya tabia fulani zisizopendeza. Umeona? Haya mambo kwa sababu gani na kwa Bwana anaendelea kusema sasa kwa haya mambo. Kuna baadhi ya watu tabia zao sasa zimekuwa kama ngozi. Yaani hayaonekani kama haya mambo yana ukomo fulani. Ndiyo imekuwa kama tabia yao sasa. Lakini yanachukiza, ni chukizo kwa Bwana, lakini yamekuwa kama sehemu ya tabia yao. Tuendelee. Kama kudanganya. Umeona? Yaani mtu amezoea hivyo. Kweli, na hili mimi ni shahidi na rafiki yangu. Yaani yeye bila kudanganya haya. Sasa anakutanaga na mimi bwana mtu kunidanganya mimi namwambiaga tu kweli, ni mkubwa kwangu, amenizidi miaka mingi, lakini mimi bwana kusema vitu vya uongo, bora tutengane urafiki wenyewe. Kuna marafiki wanaweza kukufikisha mahali, wanaweza kukupa mawazo mazuri, lakini rafiki mwingine unaweza kukutana na rafiki jinga tu. Jinga sio tosi, jinga ni mtu ambaye anaishi katika ujinga na upumbavu. Yaani ingawa unaweza kusoma lakini bado ukaa katika ujinga. Sasa mimi siwezi kuambatana na mtu jinga. Kwa hiyo nataka hata nyinyi mfunguliwe. Kuna wakati mwingine watu wanapotea kupitia marafiki. Kwa rafiki kazi yake ni uongo tu, yani sasa wakati mwingine huu uongo unajikwamisha mwenyewe. Mtu alikuwa na nia kukusaidia, lakini anashindwa kukusaidiaje. Sasa si wewe mwenyewe umejifunga. Ndugu zangu, haya mambo yasiyo tabia. Ya heri kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Tuendelee. Lakini kwa kuzaliwa upya unakuwa na asili tofauti. Wewe si mfungwa. Yaani mtumwa. Unaona? Bwana anasemaje? Bwana anasema, lakini kwa kuzaliwa, ndugu zangu tusikilizane. Kwa kuzaliwa upya, kipindi kilichopita nimezungumza sana ili juu ya kuzaliwa upya. Nimezungumza sana juu ya ujumbe ulikuwa anasema katika kumfanana yeye. Nimezungumza mengi na nilitoa ufafanuzi kwa mrefu zaidi. Tuliona mfano wa nyani sokwe. Unaweza kutumia muda mwingi kumfundisha sokwe wa nyani atende kama mwanadamu, lakini haiwezi kufanyika hivyo kwa sababu sokwe wa nyani hana asili ya binadamu. Kwa hiyo hata wewe kutoka hapo kwenye tabia hizo, kutoka hapo lazima uwe umezaliwa mara ya pili kwa ubatizo wa maji. Uwe umezaliwa upya katika Yesu. Bila hivyo haya mambo hayawezi kuondokana kwako. Hayawezi kutoka kwako. Hayawezi. Maana yameng'ang'ania humo. Sio wewe ila muovu anayetenda kazi ndani yako. Amina watu wa Mungu. Unakuwa na asili tofauti. Yaani unakuwa na asili, inabidi uwe na asili tofauti. Maana wewe si mfungwa, yani si mtumwa. Kwa nini ung'ang'ania mambo haya siyofaa? Wewe si mfungwa, yani si mtumwa wa dhambi. Wewe si mtumwa wa dhambi. Kwa nini ung'ang'ania mambo yasiyofaa? Ndugu zangu, usiku wa leo, wale wote wanaofuatilia vipindi hivi, washirikishe na wengine, usibaki navyo tu wewe. Haya mambo sasa hivi yamekuwa hadimu kweli. Wengi wanatafuta miujiza, wengi wanatafuta ukubwa, wanatafuta vyeo. Kwa neno la Mungu limekuwa kama kivuli tu cha kujifichia mambo yao. Lakini utakaposikia ijue kweli katika Biblia, itakuweka huru na kweli kabisa. Fuatana nami. Wewe si mfungwa, yani mfungwa maana yake ni mtumwa. Wewe si mtumwa, yani anasema si mtumwa wa dhambi au shetani. Naelewa ndugu zangu. Wewe haya mambo yasikugande, yasikushikilie. Wewe si mtumwa wa dhambi au shetani. Maana shetani ndo kazi zake hizo. Wewe si mtumwa, wewe si wake, mkatae katika jina la Yesu. Kwa hiyo anasema kwa sababu umewekwa huru. Haleluya. Umewekwa huru zidi ya mauti na sheria
umeweka huru juu ya nini? Anasema wewe si mtumwa. Kwa sababu gani si mtumwa? Si mtumwa wa dhambi au mtumwa wa shetani. Kwa sababu gani? Umewekwa huru. Umewekwa huru na nini? Zidi ya mauti na sheria ya dhambi. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa nini wewe si mtumwa wa shetani? Kwa sababu wewe umewekwa huru zidi ya mauti na sheria ya dhambi. Ndugu zangu, kimbieni mambo maovu. Kimbieni mambo maovu. Jiepushe na makundi maovu. Bwana anakuita leo. Bwana anakusudi na wewe leo. Kama utaendelea kufuatilia vipindi hivi, na shukuru Mungu sana wale wote mnaofuatilia na kulike, washirikishe na wengine wapate uponyaji. Wa siku tukutane mbinguni tukimlaki Bwana. Kama wale wazee 24 na wenye uhai wanne na makerubi na maserafi wakimuhimidi Bwana. Neema iko, msije mkaa kama tupa. Mkaipenda dunia. Siku mtapenda kwa Bwana mkasema huko hamna kileo, hamna wanawake, hamna chumba. Mwisho wa siku mnang'ang'ania dunia hii. Ndugu zangu, Mungu atupe kibali, Mungu atupe neema. Ni majira mengine na wakati mwingine Bwana amemleta mhubiri mngoni kwa makusudi. Tuendelee. Kile kiini hasa, amina watu wa Mungu, kile kiini hasa kinachofanya watu watende dhambi kimekomeshwa. Haleluya. Rosa karamatonishi kerasa. Rabi yahona sihikari ya sapa kanoshi hanteru rabasina. Rabi kanosi hiyakara rosihi uhoya kanasina. Mungu hatupe nini jamani? Mungu atupe nini watu wa Mungu? Mungu atupe nini? Yani anasema kwamba kile kiini hasa, sikieni, narudia tena. Kile kiini hasa kinachofanya watu watende dhambi kimefanyaje? Kimekomeshwa. Nini maana kukomeshwa? Kukomeshwa maana kimeondolewa. Sitaki kumwacha mtu nyuma. Ndio maana nakwenda neno kwa neno. Sitaki kumwacha mtu nyuma. Kile kiini, narudia tena. Kile kiini hasa kinachofanya watu watende dhambi kimekomeshwa. Yani kimeondolewa. Sasa kama kimeondolewa, kwa nini usisimame na ukamshangilia Mungu? Kama kuna mtu alitoa maisha yake akakuweka wewe huru kabisa, ukawa tena si wa shetani tena, ukawa ni wa Mungu, kwa nini usishangilie? Kwa nini usimshirikishe jirani yako akapata uponyaji siku akamwona Mungu? Natamani watu wangu mnaisikiliza ujumbe huu washirikishe na wengine. Ndugu zangu, washirikishe na wengine. Yani asema kimeondolewa. Kimeondolewa katika nini? Kimeondolewa katika maisha yako. Kumbe si kuondolewa tu, kimeondolewa katika maisha yangu. Kile kiini hasa kinachomfanya mtu atende dhambi kimeondolewa katika maisha yako. Ni neema iliyopo ndugu zangu. Ni neema iliyoje hii. Bwana ametupenda kiasi gani hasa akatupa maelekezo na mwongozo, mambo gani yanatakiwa sisi tuepukane nayo ili tuwe huru. Nasema ametuondoa katika vifungo vya dhambi. Kile kiini hasa kinachotuzinga sisi tutende dhambi kimeondolewa, yani kimekomeshwa katika maisha yako. Yani wewe uko huru na dhambi. Uko huru na utumwa wa dhambi. Wewe sio mtumwa tena bali huru. Kwa sababu kile kiini kilichokuwa na kufanya wewe utende dhambi kimeondolewa na Kristo Yesu. Sio vitu vingine jamani. Si kukimbilia vitu vingine. Hii miguu miepesi inayofuatilia maji. Hii miguu miepesi inayokimbilia mafuta. Hii miguu miepesi inayokimbilia keki. Ndugu zangu, Mungu anachukia. Usifikiri kwamba shetani hana majibu. Shetani naye ana majibu. Nataka niwaambie, kuna falme mbili katika maisha yako. Kuna falme mbili zinazotenda kazi. Sio tatu, ni mbili. Ina maana ukimwacha Mungu utakuwa unamtumikia shetani. Na shetani ana ibada kama za Mungu. Na yeye atakujibu vile vile sawa sana mapenzi yako. Na utasema kweli huyu ni Mungu. Ukachukua maji ukamwaga mjusi kafa, utasema kweli ni Mungu. Shetani ana mipango mizuri kabisa ya kukutoa wewe katika Kristo Yesu. Sasa leo amini
Mwambie Yesu akuokoe. Sema mimi nimemsikia mhubiri Mngoni, nimemsikia kwamba mimi niko huru na utumwa wa dhambi, lakini uhuru wangu mimi si wa kutuminia vitu ambavyo vinavyoharibika, bali tumaini langu lio katika Kristo, ambaye ameniondoa mimi na ameondoa katika kiini kilichokuwa kinanifanya mimi niwe mbali na Mungu katika dhambi. Nimemsikia mhubiri Mngoni. Fanya mabadiliko, fanya maamuzi siku ya leo. Ndio maana hata wewe unaisikia jumbe hizi, usinyamaze, washirikishe na wengine. Washirikishe na wengine. Kama kuna mahali umekwama, kama kuna mahali hujaelewa, tafuta, nitafute kwa 0789084964. Narudia tena. Nitafute kwa 0789084964. Nitafute hapo. Na nitakuelekeza namna gani Mungu anataka ufanye, namna gani Mungu anataka utembee katika njia yake. Lakini kwa jumbe hizi tu, sidhani kama utakuwa na swali. Kikubwa ni kuamua, kuwa na maamuzi thabiti. Sasa naachana na hivi vyote, naachana na hivi vyote. Mimi nimeamua kukufanya Bwana ndio mwokozi wangu. Nijapopita katika mahali pagumu. Unafikiri Daudi anasema, nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, ongo lako na fimbo yako Bwana vitanifariji. Unafikiri kwamba hakukuwa na matabibu? Hakukuwa na watu kama hao unaowaona sasa hivi manabii wa uongo? Hawakuwa. Taingia misingi ya dunia. Nataka nikuambie, uongo danganyifu umeanza taingia mbinguni. Maana unasema yule kerubi, nani huyo? Mkuu wa giza. Malaika huyo mkuu wa giza. Wanasema nani? Nyinyi mtanikumbusha. Nyinyi mnamjua huyo. Maana hakuna mtu asiyemjua. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba vita vilianzia tangia huko mbinguni. Ndio maana hata yule akatupwa duniani. Yule Lucifer, Lucifer, roho wa Mungu. Asante, roho umenikumbusha. Lucifer. Ona uzuri wa Mungu. Mungu yani hapa nilishasahau. Lakini roho amesema yule ni Lucifer mtumishi, na sahau nini? Kumbe jamani, Mungu ni mkuu kiasi gani? Nilishasahau, nikasema nikawaachia kazi mkatafute. Roho Mungu anasema wengine ni wavivu kusoma Biblia, wengine ni wavivu kufuatilia haya mambo. Wewe waambie tu yule ni Lucifer aliyetupwa duniani, na ndiye huo wanamkimbilia. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu awabariki. Mungu awape nguvu. Basi usikose kufuatilia hizi jumbe katika YouTube, TikTok. Andika tu @mhubiri Mngoni, YouTube hiyo na TikTok hiyo, na Mungu atawabariki sana. Tuombe. Mungu wa mbinguni, umetupa nafasi ya kwenda kusikia neno lako kwa majira na saa hii. Ninaamini Mungu unakwenda kuponya mioyo ya watu wengi. Unakwenda kuponya mioyo ya watu wengi. Wape nguvu Bwana na afya, waimarishe katika wale wasio na kazi. Baba, wape kazi ili wapate cha kuweka katika simu zao, wapate kufuata hizi jumbe, na Mungu awaponye. Awali ya yote Mungu mtie nguvu hata kameramani wangu, hata na mimi pia. Ninatamani Bwana nisimame katika kazi yako, si kushoto si kulia. Hata kameramani wangu huyu, Mungu asimame katika wewe, akutazame katika wewe, asiende kushoto wala kulia, bali aisikie sauti yako, ili tuambatane katika kutenda kazi yako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Mimi sikujiita, bali wewe unasema ndani ya moyo wangu. Mungu, na imani utatembea na mimi. Utanifanya mimi ni chombo nitakayepeleka ujumbe wako. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Ni nani ni mtume? Mwanao akasema nitume mimi Bwana niende duniani kaokoe wale wanaopotea. Hata mimi nasema Mungu, usitafute wa kumtuma, nitume mimi, nami niende mbele zako. Nami niende katikati ya mataifa. Nami niende katikati ya mataifa ulimwengu wote. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Ninaomba na kushukuru, na kila mwenye pumzi aseme amen.